Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Amina Fumo. Natokea Mbande. Nasumbuliwa na miguu sasa miaka 6. Changamoto yangu ya miguu ilikuwa ni historia yangu ya maisha. Kuhusu formation za biashara, nilikuwa nafanya biashara, nilimchukua. Umetokea Mbande? Ila tatizo la miguu linitokea mkoani Kilwa, Somanga. Nilikuwa nafanya biashara pale za mama ntilie. Ndio. Nilichukua msichana kutoka Mkulanga, nilienda naye Somanga kwa ajili ya biashara zangu. Ndio. Lakini kwa bahati mbaya, yule mwanamke alichukua na mahusiano na mume wangu. Huyo binti? Huyo binti wa kazi? Ulienda kusaidia kazi? Akakusaidia kulea na mume? Na mume. Haikujalisha sana kutokana na hali ya mazingira ya mume. Ulijuaje kwamba anatembea na mume wako? Mimi nilikuwa nasikia tu. Ulikuwa unasikia? Kwa baadaye nilikuja kushuhudia mwenyewe baada ya kumfumania. Ulishuhudiaje? Nilimfumania ndani kwangu. Uliwafumania wanafanya nini? Wamekaa sebuleni? Yaani ikiwepo ninapojua mimi shemeji mwanamke na mwanaume na imani hawataweza kukaa sehemu ya mabano chumbani. Ndio. Kwa hiyo nilimkuta ndani ya kitanda changu na chumbani kwangu yupo ana tight tupu. Alikuwa chumbani kwako ama? Ana tight tupu. Kipindi mimi aliniacha barabarani nipo kwenye chakula. Alikuacha barabarani? Ukiwa unaendelea na chakula? Na wakati huo mume wako alikuwa wapi? Yeye alikuwa shughuli zake za kupiga tu debe hapo barabarani. Ila kwa baadaye sasa mimi sikuweza kumfuatilia mume wangu kwamba nini anachokifanya. Ndio. Kumbe wenzangu walikuwa wamenizunguka. Akawa ameanza kuondoka mwanaume, kaondoka na yeye mwanamke. Alivyoniambia dada mimi naenda kuoga, nikasikulia sawa. Ndio. Baadaye alivyoondoka kwenda kuoga, mimi baadaye nikapigiwa simu. Sasa unasema ulimkuta wewe dada akiwa chumbani kwako ana tight. Wakati umemkuta chumbani kwako akiwa amebaki na tight pekee, mume wako alikuwa wapi? Mume wangu muda huo alikuwepo kwa pale nyumbani. Hayupo. Ila niliambiwa kwamba ametoka mida hiyo hiyo. Yaani walikwambia ametoka sasa hivi? Katoka mida hiyo hiyo kwa sababu mida ambayo mimi nilipigiwa simu. Yaani muda huo huo? Ndio. Ndo unarudi wewe unakuta dada bado yuko. Sasa ulimkuta na tight, amelala, anavaa au anafanya nini? Hapana, yeye alikuwa amekaa tu kitandani na kipindi yeye alikuwa na chumba chake. Alikuwa amekaa juu ya kitanda chako? Na kitanda ulikikuta shuka limenyooka au limejikunja? Fuatilia mchungaji. Kwa hilo sikuweza kulifuatilia na sikuwa na msini naye wala sikumsumbua chochote. Kwa hiyo hali ya shuka au kuiangalia? Kwa sababu mimi nilivyoenda ndani, nilivyomkuta na nilivyoona hiki sio chumba chake na hana mazoea kuingia, mimi mwenyewe sipo. Ndio. Kwa hiyo nikajua kabisa leo nilikopo nimeambiwa ni la kweli. Ila sikuweza kugombana naye na wala kumvutia picha yoyote. Ndio. Mimi nilichomwambia kwamba Leila toka nje, twende tukaendelee na biashara. Baadaye nikampigia simu mume wangu nikamuuliza. Alichonijibu akaniambia mimi sikuja hapo kwa ajili ya hilo. Ila nimekuja hapo ila nimemkuta, nikamuuliza funguo kapata wapi na funguo ulikopo nazo wewe? Na funguo ya kwangu mimi ni yaani ufunguo wa kule chumbani. Ulikuwa nao wewe na mmeo. Lakini ulivyorudi ukakuta yule dada yuko chumbani. Yule mdada yuko chumbani na mume wangu pale hayupo kwa muda ule. Na ufunguo upo. Kwa hiyo mimi sikumfuatilia sana. Nikaambia hachana na hayo mambo kwa sababu ndoa mimi najua imeumbwa. Mazali kama huyu ni mume wangu basi atabaki kuwa mume wangu. Ndio. Na kama atakopo sio mume wangu kwa ajili ya waume wa wote, basi mimi naweza kusema kwamba nitakuachia mume. Nikatoka nikaondoka zangu katika kazi yangu. Yeye kutokana na hali ambayo nilimkuta nayo hakuendelea tena kuja kule katika biashara. Yule dada. Alienda wapi? Akaondoka sehemu zake anazozijua mwenyewe. Akakaa kama muda wa wiki. Nikasikia akapangiwa chumba na yule mume wangu. Nikaja nikafuatilia, ni kweli. Siku anakuja kuniambia dada mimi nahamia kwangu. Nikamwambia sawa haina shida. Anahamia kwake. Kahamia kwake. Alivyohamia kwake kaenda kuanza maisha yake mapya yeye mwenyewe. Alivyoenda kuanza maisha yake mapya na maanisha yule mwanaume mimi sikumjali tena. Tumeingia utofauti na maanisha hapo tena ugogoro mapenzi ikopo hakuna. Ndio. Mimi nilichodai kutaka kurudi nyumbani nikarudi zangu nyumbani. Nilivyorudi zangu nyumbani na maanisha nimekaa kama ndani ya mwaka. Nilivyokuja sasa ndani ya mwaka ndo tatizo linakuja. Ndani ya mwaka mimi nikapata mchumba mwingine. Kwa wewe na yule mwanaume mliachana?
Na ulijuaje kwamba yule mume wako amehamia kwa ana mahusiano na yule mwanamke? Kwa sababu kijijini kwetu hakuna siri. Mimi na imani unachokifanya chochote kitawekwa katika mabano ndani ya miezi miwili, lakini kikifika mwaka hamna tena. Hicho kijiji ambacho hakina siri kinaitwaje? Inaitwa Somanga. Somanga. Na si Somanga. Kilwa huko? Mimi naweza kusema si Somanga tu, niko kote kule, labda uishi mkoa kwa mkoa. Ila kwenye kijiji pale lazima utakuwa unatambulika nini kinachofanyika. Kwa hiyo uliwahi kushuhudia kabisa kwamba yule binti anakaa mahala fulani na mume wako anaenda? Nimeshuhudia, na mpaka sasa hivi ninapokuambia mchungaji, wana watoto wawili na wameshajenga na wameshafunga ndoa. Wana watoto wawili? Wameshajenga. Wewe unahangaika na miguu? Mimi natembea na miguu. Chanzo cha miguu nakuja baada ya kupata mchumba huyu mwingine. Baadaye yule msichana ambaye alitoka nyumbani kwangu, nikaja nikamfumania tena na mume wangu, huyu mchumba aliyokuja kunichumbia tena kutaka kunioa. Yaani huyu mchumba wa pili tena kaja kuchukuliwa na dada huyo huyo? Mimi nikajisikia maumivu, nilimkamata nikampiga. Kwa nilipompiga akaniambia nitakuonyesha. Ni kweli baada ya miezi mitatu, yani baada ya miezi mitatu ikawa tofauti, unanijia nimelala naamka na meno miguu inavimba. Nikibonyeza miguu yangu ikiingia ndani haitoki tena, nje nyama. Baadaye ikaanza kuwaka moto, ikabadilika, nikaa nafasi kama la nyoka mpaka leo na mwaka 6. Mpaka sasa hivi una mwaka wa 6? Mpaka leo. Na maanisha nilikuwa naweza kufanya kazi. Na huyo mwanaume wa pili ambaye alikuwa mchumba wako tena akaja kuchukulia, yuko wapi? Alinioa lakini hatukudumu sana, akaniacha kutokana na hali ya mazingira ya maumivu niliyokuwa nayo. Kwa sababu ya magonjwa ulionayo sasa? Yule dada yeye yuko kwenye ndoa? Yupo mpaka kesho. Ana yule mume wa kwanza? Na anatamba kusema nimekutesa miguu, bado nitakutesa mpaka usoni. Hapa tuna mawili, huyu apone yule abaki, au huyu apone yule afe. Kwa hali nimebadilika sana. Nilienda mpaka Ocean Road kunipima saratani, hakuna. Walinipima vipimo. Umeenda mpaka Ocean Road? Ukapima saratani? Wakasema haumwi saratani. Hamna kitu chochote. Niliuza vitu vyangu vingi kwa ajili ya kujigaramia miguu yangu, bado mpaka leo. Na mpaka hivi ninavyokuambia mchungaji, sina chochote. Mpaka ndugu wamenichoka, wameniambia tu tena kukusaidia. Hauna chochote. Unafanyaje? Unafanya nini na unapata kula? Nasuka. Unasuka. Ukikaa muda mrefu miguu inakuwaje? Inajaa kupaka moto. Hebu tembea uje nione. Yaani mtu amekunyang'anya mume wa kwanza, umepata mchumba tena kakunyang'anya na huyo mchumba. Jesus. Kumbe miguu imevimba kama nyama tele. Hebu inua juu mkono nione vizuri. Inua miguu. Njoo. Baba. Hebu tazama hili hapo. Funua miguu yako hiyo nione vizuri. Nione miguu yako ilivyo. Na anasema kwamba anakukomesha. Umeenda shambani? Nimeenda. Wamesema kwamba hauna kansa. Sina tatizo lolote, sana ya moyoni. Leo umebaki na shilingi ngapi baada ya kufika hapa? Nilitumia nao mwenyewe, nauli nilikuwa nyumbani, nilikuwa basi na hela ukatumia. Wewe umekutumia 6,000 kwenye kipindi? Ndio. Ndio ukapata nauli ya kuja. Kabla ya kuongea kwanza, ngoja kwanza nikupe hela ya kurudia, msije nikasahau. Unataka kuingia kwenye maombi tukasahau. Una simu yako? Simu yangu ndio haitoi, kutoka ndani kwenye simu. Simu yako haitoi. Karibu ndio hapo nikuwekea 50,000 kwa kufungulia.
shilingi 500. Wewe mweke hapa. Mtu kamdanganya mume wa kwanza, kamwachia, wameoana, wamezaa, kapata wa pili, kaenda tena kamnyang'anya. Sasa hivi anaendelea na hiki alichonacho, na mwenyewe anasema kwamba anatamba huko aliko. Leo Yesu atatamba na njia. Yeye anatamba kwa maneno, Yesu anamaliza hili. Amen. Hivi hebu naomba mtu mmoja aseme, hali kama hii, kama wewe ndo nabii Nyakia, unachukua maamuzi gani? Ikiwa Biblia imesema usimwache mwanamke mchawi akaishi, naomba nikusikie, unasema nini? Naomba ongee kwenye mic. Kwa kweli nabii, mwanamke wa aina hii, ongea vizuri, weka vizuri mic yako. Kwa kweli nabii Nyakia, kutokana na hayo mateso ya huyo binti, alomfanyia hivyo afe tu. Afe tu. Biblia inasema samehe 7 mara 70. Wewe unaonaje? Hapana, hiyo inauma baba. Inauma. Mwingine naona yule dada pale mpaka amesimama, ina maana kwamba yani kuna anataka aongee. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi naona hivi kwa sababu mimi nakaa naye jirani. Unakaa naye jirani? Na huku kuja hapa nimemwambia mimi jana. Nilivyokusikia wewe kwenye redio tangia nina wiki moja na kusikiliza kwenye redio. Ndio. Jana nilivyoenda kwake akanisuke. Nikamwambiaje, unaonaje kesho twende kwa nabii anaitwa nani na mimi simjui, kesho nataka niende na matatizo yangu. Ndio. Akasema ni nani gani, redio gani? Nikamwambia 106.5. Akafungulia pale akaona siku jana ufanyi kazi. Saa asubuhi leo nikaamka nikaenda. Twende, akasema sina nauli, na mimi nikakuta sina nauli, na nauli ya kufikia huku tu. Nikamwambia basi mimi naenda, ila kwa hivyo jinsi mimi ninavyomuona anavyoteseka pale nyumbani. Ndio. Huyo mwanamke kwa kweli mimi naona kwa sababu Mungu alisema tusamee. Kama singekuwa Mungu alisema tusamee, ndio, kwa kweli angekata moto, angekufa tu. Akate moto. Kwa hiyo huyu anaishi kwenye mazingira gani? Analala chini. Analala chini. Analala chini, ana kagodoro kadogo, akitandika unafikiri shuka. Kweli? Kweli mimi nililia jana. Mimi mara nyingi naendaga pale. Jumapili tunamkabidhi godoro jipya. Chakula anapataje mama? Usilie, tueleze. Mpaka asuke. Mpaka asuke. Akisuka hata mimi jana nikasema hapa nafuu nikasuke kwa yule nimpe ale. Kwa hiyo ulienda kusuka si kwa sababu unataka. Ili mradi apate chakula. Anakujaga na mimi na hali mbaya, ananiambia mama vipi? Namwambia hivi kama unavyoniona na biashara hivi mimi nimekaa tu. Jana nikasema nitaka nikanyoe, nikasema ngoja nikasuke nimpe hela ale yeye. Ndio nikaenda. Huyo alikusuka kwa shilingi ngapi sasa? Nilimpa shilingi 3,000. Ndio akakusuka hizo nywele. Ndio. Kwa hiyo hizo ni za 3,000. Alisema nipe tu 3,000. Na 3,000 nilivyompailisha pale pale. Kwa wiki unaingiza shilingi ngapi mwanangu? Naweza kusuka kwa watu labda kwa siku
siku wawili naweza nikapata 3,000 4,000, siku nikipata labda shilingi 10,000 na chakula labda unga kilo 2 naeka ndani, ndo maisha yangu. Hauna godoro la kulalia? Sina. Unaishi na nani? Niko mwenyewe na pangaji. Umewahi kupata mtoto? Na mtoto wangu mmoja ana miaka 16. Yuko darasa la 6? Ana miaka 16 hivyo. Yuko wapi? Mamake mkubwa baada ya changamoto kubwa alishindwa kusoma. Alipomaliza tu la 7 akaacha kusoma. Yuko wapi sasa? Yupo kwa dada yangu. Wapi? Mbande hapo. Kwa hiyo umepanga au umejenga? Tulinunua nyumba ya urithi. Nyumba ya urithi. Kwa hiyo ndo unapoishi kwenye nyumba ya urithi. Tulinunua kwa milioni 38. Ila linunua kakaangu kipindi mimi niko Tanga Kisakoni. Kwa hiyo kaka pesa ilobaki alinitumia pesa kama 400,000. Haikufaa mahitaji lisha yote kwa ajili ya kujangaikia. Kwa mimi niliporudi wakanipa chumba na sebule kwa ajili ya kuchukua kodi kunisaidia mahitaji. Hata mpaka ifike kodi na maanisha kipindi cha kati chote sina kitu. Hauna kitu. Na kodi yenyewe haitoki kwa muda mwafaka, unaweza kukuta mpangaji anajipangia tarehe 2 naisha kodi. Lakini atakwambia mimi nakupa mpaka tarehe 20 mpaka tarehe 10 na mimi siwezi kugombana nao, naogopa tena sija kanikuta. Unaogopa isije akakukuta tena. Nyumbani umeacha unga kiasi gani? Sijui upo nusu. Upo sijui nusu kilo? Una mchele kiasi gani ndani? Mchele nimeacha robo. Kwa sababu nilipika jana ulikuwa kilo 1. Mara ya mwisho umekula nyama lini? Sijala nyama sasa hivi na muda mrefu. Haujala nyama muda mrefu? Mwingine nani ana neno jamani? Mimi nataka nifanye maombi. Lakini nataka tubadilishe hii mahali hapa pawe ni mahakama ya Mungu. Sasa hivi limekuwa ni mahakama ya Mungu. Nahitaji mtu aseme jambo. Ni kiasi gani? Huyu hapa amepata 100,000 na hii niliyompa madhabahuni 50,000. Jumla tunamkabidhi 100,000 na 50,000. Amen. Aenda akaanzia watu wa Mungu. Mnaonaje? Amen. Mnaonaje akaanzia hii? Akaanzia hii Hebu inua mikono mara uliposema Bwana Yesu. Wape watu wako wanaokimbilia kwenye hii madhabahu haja ya mioyo yao. Waponye magonjwa yao. Roho Mtakatifu awape chakula. Awape imani iliyo kubwa. Awape roho ya utajiri. Awape kupona magonjwa yao. Awafungue na vifungo vyote. Katika jina la Yesu. Amen. Mama 1,500,000 hii hapa. Unajisikiaje? Nasikia amani. Nasema shukrani sana. Kwa binadamu wenzangu mliokuwa na roho mzuri. Maana mimi mwenyewe familia yangu ilishaniambia imenichoka kunisaidia. Familia nayo imesema imekuchoka. Wewe una ndugu zako wa tumbo moja wangapi? Tupo baba mmoja mama mmoja, tupo 4. Ila tumekutana na mama nao wenzetu wako 3 kwa 7. Mko 7. Kwa hiyo ndo unaishi bila hauna godoro zuri la kulalia. Sina. Na ndugu zako wapo? Wapo. Jamani, mnaonaje Jumapili huyu mtu tumpe godoro zuri? Tumpe. Una kitanda? Sina. Hauna kitanda? Kitanda sinaweza nikaja nikakununulia matofali nikakuwekea chini, si nilifundisha hapa? Sawa. Usingizi si ule ule tu. Kwani usingizi wa kwenye kitanda una muhuri? Si ni ule ule tu. Kwanza kitanda cha matofali unakipaki chini mwenyewe, akiendi juu sana unakiweka kinakuwa chini zaidi. Kuna mtu alikuwa anataka kuongea. Tunataka tufanye maamuzi. Tumebadili sasa hivi ni mahakama. Tunataka tutoe hukumu juu ya hili jambo. Yule dada pale anataka kuongea. Yes. Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Skola Kalambo, nimetokea Mbeya, nimekuja kuguza mtoto hapa. Umetokea Mbeya? Mbeya Tukuyu. Ndio, karibu. Na mimi nina maumivu, lakini nampa pole kwanza mwanamke mwenzangu, lakini namwambia
aache kuwaza, maana amefika kwa Nabii James Nyakia. Maana ndo anayeweza yote, maana ni msaidizi wa Mungu pia, maana anatusaidia wote ambao tupo hapa. Tupigeni makofi jamani. Lakini nalia kwa sababu gani? Amen, amen, amen. Mwekee mic aongee. Mungu wangu, ningekuwa mimi ningefanyaje? Lakini mimi nasemaje? Kama alivyosema James Nyakia, ndio anasema samee mara 70. Ndio. Hata kama huyo nani aliyemfanyia huyo mwanamke mwenzetu angekuwa karibu, asingekuwa anamchukia, anasalimiana naye wala kusema sijui amfanyaje, ampishe hivi hivi, hapana. Ila ye mwenyewe ataona aibu pale atakapoendelea vizuri mdada wa watu. Jamani, Mungu atubariki. Amina. Amina. Yes. Ndiyo. Nataka tuamue juu ya hii kesi hapa. Tuamue juu ya hii kesi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jambo la kumshukuru Mungu huyu dada yetu kufika madhabahuni hapo. Amen. Na sisi wenyewe tumezungukwa na watesi kama alivyozungukwa na yeye. Akisema jaribu la kwako unaweza kaliona ni kubwa, lakini la mwenzako ukifika anasema mimi ni mzima. Lakini tungeiachia madhabahu yenyewe ya Mungu ambao unafanya kazi chini yake itoe maamuzi, maana sisi tutabaki kuwa ni binadamu tu. Alisema hukumu ni ya kwangu mimi. Kwa hiyo tuiache madhabahu itoe hukumu. Amen. Kuna mwingine mwenye neno? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina anaitwa Mwanaidi Saidi. Nilikuwa nasema hivi. Naam. Hukumu sawa anatoa Mungu, lakini tunaita huyo dada naye apewe jaribu kama hilo alokuwa nalo huyo, akateseke kwanza na yeye. Kweli kabisa. Baadaye aone anachokifanya alichomfanyia huyo, apate maumivu makali kama alokuwa nayo huyo dada. Lakini kwa kumsamehe kirahisi mtume sio kweli. Mimi si mtume, mimi ni nabii. Samani nabii. Sio kweli, yani kumwacha hivi vikirahisi hapana. Apewe adhabu hiyo hiyo, yani uhamisho huo ugonjwa jinsi ulivyo. Jinsi ulivyo. Hivi ulivyo. Hivyo na yeye akashushiwe hivyo. Aone raha. Mbingu imefunguka, imelisikia hilo. Amen. Chapia Bwana Yesu makofi. Imelisikia hilo. Nataka waongee watu wenye mamlaka. Yes. Mwingine yuko hapa? Kwa majina naitwa Mwajuma Saidi. Ndio. Mtumishi, kwa sisi wanawake sio watu wazuri, kwa sababu huyo ni mwanamke mwenzio. Ndio. Umemchukulia mumewe. Ndio. Ameamua kukusamehe, bado unaenda kumpa hukumu ya mateso. Kamchukulia mume, kamwachia. Ndio. Kapata mwingine, kaenda tena kamchukulia na huyo. Hivi ngoja nikuulize dada, huyu mwanamke mwingine naye, huyu mwanaume mwingine wa pili ambaye na yule dada alikuja kuchukua, na yeye ulimwachia? Mimi pia huyo hapo sikumwachia kwa muda huo, ila tulikuja kushindana kwa baadaye kwenye mambo yetu mengine tu. Huyu uliendelea naye? Haukumwachia? Lakini na yeye mliachana? Kaniacha baada ya kuona tatizo linaendelea. Baada ya kuona hili tatizo sasa. Nadhani jibu mnalo. Mungu anasema kwamba mwanamke mchawi hatakiwi kuachwa. Amina. Mimi kama mwanamke, kwa sababu hiyo adhabu anayoipata huyo dada hata mimi nimeipitia. Mimi nimeolewa na mume ambaye ameacha mke, nikamlelea mwanamke mwenzangu watoto wake. Ndio. Na mume wake akawa hataki aje pale nyumbani, lakini mimi nikamwambia njoo. Watoto 3 utaachaje kuja hapa nyumbani? Njoo. Huyo akawa anakuja na dawa pale nyumbani aniachishe mimi na mume wangu. Mwisho wa siku akaamua kumuua mwanaume na kunipa mimi maradhi, mpaka leo hii nateseka. Wanawake ni wabaya. Mtumishi apewe adhabu ya kifo au mateso yoyote ambayo yatadhihirisha wanawake wote kwa dhambi zake alizozifanya, ili huyo dada apone, atakuwa na amani akimwona yule mwenzake anapoteseka. Wewe unasema mwanamke mwenzako alifanyaje? Alikuwa ameachana na mume wake. Ndio. Nikaja kuolewa mimi. Ndio. Lakini alizaa naye watoto 3. Watoto wale nikaenda kuwachukua huko kijijini mimi mwenyewe. Wewe mwenyewe? Mimi mwenyewe, mume wangu anasafiri.
nikawa na wale watoto, lakini mume akasema sitaki huyu mama aje hapa. Lakini mimi nikawa namtumia nauli kilisisili aje kuona watoto wake pale kwangu. Ndio. Kwa sababu yeye amezaa watoto 3, mimi nimezaa watoto 2, kwa nini asije pale? Ndio. Kumbe ilikuwa yale kwangu mimi ni makosa ambaye ananitesa hadi leo. Nini kilikutokea? Mimi naumwa mpaka leo kwa sababu alikuja na dawa akaniwekea. Na mume wako yuko wapi? Mume wangu alienda kwenye msiba baba yake, akampikia chakula akapa, akapata kansa ya koo. Miezi 3 mwanaume akafa. Hebu rudia. Mume wako alikwenda? Alifiwa na baba yake. Nani alifiwa na baba yake? Mume wangu. Alifiwa na baba yake. Ambaye ni mume wetu wote pamoja na yeye, alishaachika yeye. Ndio. Kwa hiyo alienda huko kwao kwenye msiba. Ndio. Akampikia chakula. Nani akampikia chakula? Yule mwanamke. Kampikia mume wako. Mume wangu huko msibani. Huko msibani. Akiwa njiani anarudi ndio akaanza kutapika. Akaanza kutapika. Katapika mpaka afika nyumbani kiungulia, tumeenda hospitali kama 3, mwisho wa siku kansa, tumeenda miezi 3 kansa mume wangu imemuua. Miezi 3. Miezi 3. Na wewe nini kinaendelea kwako? Mimi mpaka sasa hivi ukiniona nimekuja hapa nimeze dawa 3. Ukiona nimetembea yani ni hivyo mtumishi, sina maisha. Shida ni hiyo. Wanawake hao natabika hadi leo hivi. Huyo mwanamke afe. Hauna msamaha. Yaani Mungu atusamehe tu, kweli kasema vita ni vya kwake, lakini vita hivi ni vya kwetu. Afe. Amina. Kuna mkono huko nabii. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Amina. Mimi naitwa Paulo Jacob Mwakaje. Ndio. Natokea Tankibovu hapo. Leo ni mara yangu ya kwanza. Ndio. Mimi nilikuwa natoa ushauri. Ndio. Ingewezekana huyo mwanamke angekubali kukutana na huyu, kama kuna uwezekano huo akakubali kukutana naye na kuweza kutubu kwamba hayo mambo anayaachilia, basi angeweza akasamehewa. Hujui baadaye anaweza akawa nani labda. Lakini kama neno lako nabii likitoka ni sheria, ndio basi litoke. Hebu Mike hapa. Ngoja dada anataka kusema kitu hapa. Je, amewahi kwenda kumuomba msamaha, kumwambia nifungue? Umewahi kukutana naye? Niliwahi kukutana naye. Baada ya hiyo siku nilikopoa amekuja nyumbani kwangu. Alisimama kwa jirani, akaa kipindi hicho katoka kwenye uzazi wa mtoto wake wa pili. Ndio. Mimi nipo kwa huyo mume wangu na yeye yupo kwa huyo mumewe, kipindi katoka kwenye uzazi wake wa pili. Siku kapita, kanikuta mimi hapa nimetoka nje, nilikuwa naosha vyombo. Akaenda kwa jirani yangu akamwambia, naomba uende ukamwambia Amina ya kwamba nimemloga miguu, anaona bado. Sasa nitampandisha shida mpaka usoni. Yule jirani yangu akamuuliza, kwa sababu gani Legila unaongea hivyo? Akamwambia mimi nimepita pale, kaniambia mimi weusi kama chungu. Wakati mimi na yeye kwa kweli toka utofauti uliotokea kwenye mwanaume wangu huyu wa pili, tulivyogombanaga, na maanisha sijawahi kukutana naye hivi na hivi tukaongea hata siku moja. Zaidi yeye akipita pale nyumbani kwangu, mimi namchukulia mtoto wa kawaida. Hata muda mwingine naweza nikamsalimia hasitikie. Kwa hiyo mimi alipokuja kuniambia yule jirani yangu, alikuja akaniita, Amina, twende nyumbani kwangu. Mimi kweli nikatoka nikaenda. Nilivyokwenda sasa mimi sikujitokeza moja kwa moja, akaniambia ingia chooni kwangu. Nikaingia huko chooni. Ndio namsikia yeye anaongea kwamba mwambie mimi nitamzidisha mateso mpaka usoni, sijui na hivi. Sasa mimi alivyokopa ameongea, nikasema Mungu wangu, naomba unigee ujasiri nisitoke nje, ili mradi, kwa sababu nilikuwa najisikia vibaya, mpaka nilikuwa nasema mimi leti kama ningekuwa na silaha yoyote ningemdhuru. Ungemdhuru. Ila nikasema Mungu nipe moyo. Nikatoka tu zangu pale, nikaenda kuja kwa moja kwa mwenyekiti. Nilipanda kwa mwenyekiti nikaenda nikamwelezea. Ndio. Nikamwambia ninachoomba, naomba unitie Leila na mume wake na shida nao. Kweli kesho yake mimi muda ule niliporudi nyumbani nikampigia kakaangu simu. Ndio. Kakaangu mkubwa akaja. Alipokuja nikamwambia kaka, naomba nipeleke kwa mwenyekiti Leila, maana yake ananitambia. Kaka akasema twende, tukaenda. Ilikuwa mida saa 5 kesho yake asubuhi. Tukaenda, yeye alikuja na mume wake na dada yake. Mimi nikaenda na kaka yangu. Kwa nilipofika pale nikabidi mimi nielezee, nikamwambia Leila. Yeye alisemaje? Mheshimiwa mwenyekiti, nikaanza kuelezea jinsi alivyoelezea kwa jana yake usiku. Ndio. Baadaye yeye akakataa. Saa ngapi? Mimi mbona sijapita hiyo njia? Nikamwambia ulienda kwa Tabu, kuna mdada anaitwa Tabu Alabuni,
na ulimuita Tabu kamuelekeza kuhusu mazingira ya kwangu mimi Tabu akaja akanifuata, nikaingia chooni, wewe kuniona ila wewe ulikuwepo na dada yako huyu Salma, ukao unaongea kusema mimi umenitesa miguu bado uso. Ila sasa mimi ninachokiona kutokana na mimi ndio niliokuita Kilwa na mimi ndio niliokuchukua kukuleta huku. Maajabu yote ulikopo umenifanyia mimi, sikuwa na moyo wa kukutesa wala kukupiga wala kukufanyia chochote, ila ulinikera baada ya kunichukulia tena mwanaume hivi. Ulimchukua kama usigero wako? Nilimchukua kama rafiki kwanza, alafu nikamchukulia kwamba ni tufanye wote biashara. Sikumchukulia kama ni mfanyakazi, ila nilimchukulia kama rafiki yangu kutokana na tulikuwa tunatambuana muda mrefu. Ndio. Kwa hiyo urafiki wako wewe na yeye ulikuwa ni wa muda mrefu sana. Kwa mimi nilivyokupa nimemchukulia vile, nikamwambia nilivyokuwa nimekuchukulia kama ndugu yangu, na nilivyokuleta huku mimi sikuchukulia kusema labda wewe utakuja kuwa adui yangu. Si binadamu, tunatembea na tunakosayana. Kwa kama mimi nilikukosea, naomba unisamee kwa mateso ulionigaia moto, unaniuma na maanisha huu mwaka 5, kusemea mwaka jana ilikuwa mwezi wa 12 mwaka jana. Nikamwambia naomba unisamee nililokufanyia, kama nilikukwaza, nilikufanya nini, naomba unisamee. Yeye akaanza kutoa utofauti wake. Mimi ulichonikera, sijui kumpigia simu mume wangu kumwambia kama mimi sijui umenifumania hivi, mimi ningepo mume wangu mimi hapa kama angenichoma kisu angeniua. Nikamwambia mimi hayo yote naomba unisamee. Kakaangu akamwambia, "Je, wewe unaloliangalia la kwako wewe kuchomwa kisu na mume ambaye aliyokuachia yeye? Yeye ulichokuwa unamfanyia kuanzia mume wa kwanza mpaka mume wa pili. Yeye mbona kuchukua maamuzi yoyote mpaka unafikia hatua unamtesa mdogo wangu, unafikia hatua kumpa maumivu makali, halali usiku, halali mchana, anaungua moto. Sisi tunachokihitaji ya kwamba umuondolee hayo mateso aliyokupa umeyafanya." Ndio. Jibu lake akasema naomba mkono mbele ya mwenyekiti. Akasema kweli nimefanya, lakini nitamsaidia, naomba tutupeane mikono. Mimi nikatoa mkono wangu, lakini kipindi ninavyompa mkono yani kama kuna hisia fulani ilikuja kaniambia kwamba ukimpa mkono yani sawa sawa na mtu ambaye alioshindwa vita. Yani usimpe mkono, ila mimi nikasema acha tu nimpe mkono kutokana tusafiniane nia. Nimempa mkono, nilipompa mkono akampa mkono kakaangu, mume wake akampa mkono. Kwa amesalimiana pale wakati tumemaliza, kwa vile mwenyekiti akamwambia hivi, siwezi kukupa muda leo, kesho au kesho kutwa au mwakani. Ndio. Kwamba umtepue lini. Ila hili swala wewe ndio unayejua umelifanya kwa muda gani na inahitajika mwenzako umuondoe kwenye maumivu kwa muda gani utamtoa. Ila sisi tunachokihitaji kwamba hali ya mgonjwa iendelee vizuri. Akasema sawa. Tulipotoka pale tukawa tumefuatana njia moja mimi na yeye, kakaangu alifuatana na mumewe. Akaondoka. Baada ya kufika zake nyumbani, kaka siku ya kwanza, siku ya pili anamtuma tena mtu. Anamwambia nenda kamwambia Amina kwamba alikojikwaa atafute pa kuangukia, sio mimi. Mimi nikasema sasa huyu mbona ana changamoto? Usiku wake nimelala, nikaja nikaota vita kali ya kupambana na majoka, na yeye mwenyewe akawa amenikosa visu vya kifua. Baadaye asubuhi sasa nilipoamka nikakaa tena nje. Kipindi cha maandamano ya Mandoto tayari usiku ishanitokea. Yeye anapita asubuhi, mimi nikajua tumeshalimaliza kwa mwenyekiti. Namsalimia, hakuniitikia. Alivyokupa hajaniitikia, akafika zake mbele akafyonya. Mimi sikumfuatisha tena. Nikasema utajua mwenyewe na jukumu lako. Mimi ninachokuombea ishi salama. Mazali mimi nilishakuja kuomba nyongo kwangu, labda kiishe ili mradi uweze kunisaidia. Mazali utaki basi. Ndio. Naendelea kuishi na maumivu toka hapo. Mchungaji, nilipata maumivu makali, nilikaa mwaka mzima ndani sijanyanyu. Mwaka mzima. Mwendo wa moto. Unaungua tu miguu. Kutoka hapo mamangu akauza kiwanja, akanichukua akanipeleka Tanga. Nilivyorudi huko ndo akanipeleka Ocean Road. Ndio. Nilipotoka hapo dadangu akaja Kibaha akanichukua, akaniona mimi Kibaha, ila dadangu naye maisha yake sio mazuri, ana familia yake. Nikaona mimi siwezi, kwa sababu nilikuwa nishazoea kukaa kwangu maisha yangu. Nikasema ngoja basi niende mimi nikakae Mbande. Jiblao akaniambia hamna kwenda kukaa peke yako. Ngambia mimi jinsi nilivyo na mapambano nayo yaona ya usiku, naona kama nitajichukulia maamuzi makali, bora nikaishi sehemu ambayo kidogo yenye uhuru na amani, niweze kuishi kama mimi mwenyewe kama mwenyewe. Ndio. Nimeondoka kwa dadangu, nikaenda Mbande kwenye nyumba yetu ya kaka hiyo alionunua. Nikaanza kwenda kuishi hapa kwenye hiyo nyumba
Kwa wapangaji wakaona nishangaa, mbona huyu anaumwa anakaa peke yake, ila wajui changamoto yangu kichwani kwangu niko vipi. Ndio. Kwa hiyo sasa hivi hauna mume? Sina mume. Hauna mpenzi? Mchungaji, yani sina hisia ya kitu chochote kinachoitwa mapenzi. Hauna hisia kabisa? Sitamani kabisa. Na kwa nini? Sitaki. Kwa nini utaki? Nahisi nachukia wanaume sasa hivi, sitaki. Kwani tumekuloga sisi, kakuloga mwanamke mwenzako? Au kwa sababu sisi ni chanzo? Angekuwepo yeye mwanaume mwenye msimamo, ndio na maanisha tatizo lilivyoanza, angejua tatizo liko wapi, angejisimamia. Angekusimamia. Lakini aliona utofauti unabadilika mpaka hivi nilivyokuwa. Hamna changamoto yoyote na hamna baya nilishahidi kumfanyia. Kwa sasa hivi utaki mwanaume kabisa? Taki. Lakini ukipona utakuwa tayari kuolewa? Sidhani. Siwezi kuongea sana, nitakufuru, sijui. Ukipona? Sijui. Ukipona uolewe? Ajuaye Mungu kwa kweli, yani sijui. Yani sitamani kabisa mchungaji mimi. Utamani kabisa? Mwenyewe mjane, sitaki. Una miaka mingapi sasa hivi? Na miaka 6 toka nimeanza kuumwa. Una umezaliwa mwaka gani? 91. 91. Kwa miaka 91 ni miaka 35 miaka 35 wewe, tunakuombea upone, tunakuombea uolewe. Lazima uingie tena kwenye ndoa, ili asije akasema baada ya mateso haujaolewa kabisa. Lazima tena wewe sasa uje uwe na ndoa ambayo itakuwa ni ya baraka, ya mwanaume ambaye ni tajiri. Amina, 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 amina. Maana baada ya dhiki faraja. Baada ya dhiki faraja. Kwa lazima wewe uolewe. Lazima uolewe. Tena huo mguu uwe ni mguu wa kubembelezwa, uwe ni mguu wa kufanyiwa message. Amina, 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 amina. Yes. Na maumivu makali. Maumivu makali sana sasa hivi. Hapo ulipo sasa hivi unasikia nini? Mchungaji, toka nimeanza kuongea na wewe ile jana, ilikuwa leo asubuhi. Ndio. Jana ile nilikuwa nasikiliza redio yako. Nikaa nimepaliwa na kitu, nikaa kimeanza kikohozi. Yaani ile tulivyonisikia kwenye redio, ukaanza kupagawa na kitu. Kikatoka kwenye koo. Nilipaliwa, akikutoka kikaa kimenasa tu. Nilikohoa kipindi na msuka yule jirani yangu. Ndio. Mpaka nilishindwa kumsuka. Nimekaa pembeni, nilikohoa karibu na nusu saa mzima. Kwa hiyo ni kunisikia redioni tu. Nguvu ya Mungu ikaanza kufanya kazi. Napoingia tu hapa ndani kanishika tena kikozi kama jana. Nimekoa, nikachukua yale maji ambayo kupo umesema tuje na maji na unga pamoja na shuka. Maji yako yako wapi? Yako pale. Nenda uchukue uje nayo hapa. Amen. Jamani, tumemkabidhi 1,500,000 Amina, nabii wa Mungu. Ukiinuka hivyo miguu inauma. Nauma. Miguu inauma. Siku hizi hata pochi huna. Unatembea pochi yako ni shangazi kaja. Miaka 35. Hana pochi. Nani ana pochi 2 hapa nyumbani zaidi ya 3? Niazime pochi moja unipe kabisa. Haujui kwa nini Mungu amesema niulize nani ana pochi, na anawaona wote mlio na pochi nyingi. Jamani, baraka za mtu zinaanzia hapa hapa. Amen. Mama, na wewe una pochi? Mimi ninayo. Jumapili nikija nitamletea. Na wewe unayo? Kuna mama hapa yeye ameamua atoe vitu vyake vyote. Amen. Amkabidhi kwanza hii ya kwake. Oh Jesus. Oh yes. Hii hapa mama, nyingine tena hii hapa. Yaani nyie mnaleta pocha msahau hata hela ndani. Zinazo kupokea ngumu. Mama, pochi nyingine hii hapa. Zimekuwa 2. Barikiwe. Bado kuna mtu ana pochi kubwa hapa, ilete hapa mkabidhi huyu. Kuna kitu Mungu anakwenda kutenda kwako.
Kuna mtu ana pochi kubwa zaidi ya hizi, lakini Roho wa Mungu ananiambia mtu huyu aje ampe. Amen. Maana ya kutoa ni unatoa, wakati mwingine unabaki bila kitu, lakini unabaki na imani ambayo inaenda kukupatia. Wewe lete. Wewe lete. Sasa mbona pochi zake mnaweka tena kwenye shangazi kaja? Mnarudisha kwenye umaskini. Toa humo. Hiyo shangazi kaja ndo tuitaki. Yes. Huyu ndiye Mungu Bwana. Amen. Yes. Hii ndio niliyokuwa naiona. Amen. Hii ndio niliyokuwa naiona yenye ukubwa huu. Amina. Chukua mama. Amina. Si hana pochi jamani. Amen. Kanyang'anywa mume, hajanyang'anywa baraka. Amen. Lazima sasa baraka zianze kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mama nyingine kwa Yesu. Nyingine hiyo hapo. Haya. Leo pesa unaweka kwenye pochi gani? Tano. Unaweka kwenye pochi ipi leo pesa zako? Unaweka humu. Watu wakirwa tena sipende manamba mazahabu. Haya, weka humu hela zako. 5 ya 6 hii hapa. Sasa kwa maana hiyo hapa tumeshaona umeshapona. Kwa sasa hivi tunakuombea kama ulivyopata pochi nyingi, waje wanaume 6 uchague mmoja tu. Wanakuja wanaume wangapi jamani? Na kuna mmoja yuko hapa. Tena amekaa mstari huu hapa. Amina. Haya. Mama, pochi nyingine hii hapa. Pochi nyingine hii hapa. Zimefika ngapi jamani? 7. Roho ya umaskini hapa madhabahuni hatuna. Hapa tuna roho ya kubarikiwa. Amen. Tuna roho ya kupokea, tuna roho ya kutoa. Amen. Unaposali mahali hapa, tegemea mwaka huu ni mwaka ambao Mungu anatudondoshea. Amen. Tuliokuwa ndani ya machozi, Mungu anatudondoshea baraka. Amina, nabii wa Mungu. Sasa mimi nabii wa Mungu ninasema na roho aliye ndani yangu, amen, analigongea hili jambo muhuri wa moto. Amen. Makofi mengi kwa Yesu. Namba 1, huu ugonjwa mnaoushuhudia, hebu weka haya manani chini, weka hizo pochi chini. Yenye hela baki nayo, hiyo ndio yenye hela zako, hiyo weka shingoni kabisa. Usiamini mwanadamu hata kama yuko kanisani. Kanisani anayeweza kukupa zawadi ya pocha anaweza kukuibia 1.5 milioni. Vaa pochi yako, simama. Simama hapo. Simama hapo. Haya maji uliokuja kutoka nayo nyumbani, funua hiyo miguu yako. Nataka ni funua hiyo miguu yako. Funua. Kwako aibu ilishaondoka. Baba, kwa sifa na utukufu wako Mungu Jehova, ninakushukuru El Shaddai Elohim El-Gibu. Asante kwa ajili ya mwanamke huyu. Haya ni majira ambayo maradhi haya yaliyo ndani ya mwili wake yanatoka na miguu yake itarudi katika hali ya kawaida. Mungu, kama ulivyomponya Naamani na kwamba ngozi yake ikawa nyororo na laini, ndivyo jinsi miguu hii inavyopona. Amen. Na ngozi hii iliyo na maupele, iliyojaa weusi, na binti huyu ni mweupe maji ya kunde, kuanzia leo nguvu iliyokuwa imeingia ndani mwake inatoka kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Inatoka
uchawi wa kisomo, nguvu zake zinatoka kwa mamlaka ya jina la Yesu, zinatoka kwa mamlaka ya jina la Yesu, zinatoka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mungu kama alisikia sauti hii kwenye redio na Roho Mtakatifu akaanza kumhudumia, kuanzia sasa amepona, amepona, amen, amepona, amen, amepona, amen, amepona kwa jina. Nendani naye huko nyuma, mwagieni haya maji kwenye miguu yake, atasikia moto. Msimuhurumie atakavyokuwa analia. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Haleluya, amen. Jumapili wakati tunamkabidhi godoro jipya, amina, tutafanya maamuzi na yeye mwenyewe pia atakuja kutuambia, na mtamwona Jumapili hatembei kama anavyotembea leo. Amina, nabii wa Mungu. Sasa Jumapili mtamwona anaanza kufurahi. Amen. Atakuja hapa Jumapili akiwa na tabasamu la furaha. Amina, amina, amina. Ile Jumapili tutakuwa tumeshakaa na tumetafakari, je, aliyemsababishia hili jambo tumsamehe ashuhudie baraka zake, au kama Biblia inavyosema kwamba usimwache mwanamke mchawi akaishi, na yeye apate mateso kama haya. Lakini kuna wakati kuna mtu anakutendea mabaya ili akusogeze karibu na baraka. Amen. Makofi mengi kwa Yesu. Kikubwa baada ya kupona kwa huyu dada, apate mume mwenye maendeleo makubwa. Amen. Afanye biashara kubwa. Amina, nabii wa Mungu. Alafu awe na maisha ambayo lazima kuna siku yule dada afike kwake kuhitaji msaada. Amina, 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 amina. Makofi kwa Yesu. Na hapa ndipo tunapoibeba roho ya Yusufu. Amen. Kwa sababu roho ya Yusufu, ndugu zake walikwenda tena kwa Yusufu, wakawa wanahitaji chakula. Biblia inasema aliwapa chakula, akawawekea na pesa kwenye mlango wa gunia. Amen. Kwa tunahitaji huyu dada, kama Mungu aishivyo, amen, asife, aje ashuhudie baraka za huyu dada. Amina, amina, amina. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Lakini namba 2, huyu dada aliyemtendea huyu hili jambo, iwepo siku akumbwe na jambo, aje akili kwenye hii madhabahu. Amina, 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 amina. Hapo ndo Mungu atakuwa amekamilisha ushuhuda. Sema amina. Amen. Sema mara ya mwisho amina. Amina, amina, amina. Anayefuata